Nchi ya Tanzania imebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana vya utalii, lakini kuna vivutio vingine vya utalii havisemi kabisa. Sijajua kwa nini, lakini ni vivutio ambavyo hata ukivitazama ni vizuri zaidi kuliko ya vile ambavyo vinazungumzwa zaidi. Leo nimekuleta moja kwa moja Kyela mkoani Mbeya, ambapo tutaenda kukitembelea kivutio cha utalii ambacho ni chemchemi ya maji ya moto. Sijajua kama ushawahi kusikia kwamba kuna chemchemi ya maji ya moto. Unaweza kuchemsha mayai, unaweza kuchemsha viazi, unaweza kuchemsha nini na ukaiva na ukala vizuri tu bila kuweka chumvi, kwa sababu hayo maji yana asili ya chumvi. Nitaenda kukuonesha chemchemi ya maji ya moto, alafu nitakupa historia kidogo kwa nini kuna chemchemi ya maji ya moto. Kuna historia nyingi sana, lakini nitakupa historia ya geography. Na hii hapa ndio chemchemi yetu ya maji ya moto. Chemchemi ambayo maji ni ya moto sana huko ndani. Ukishika ya maji lazima ungue kwa sababu ni ya moto. Akitumbukia chura hapa, akitumbukia mdudu yote lazima afe hapo hapo. Kama unaona huyu ni Mwansibalo. Sijajua kwenu mnamuitaje, lakini huyu ni Mwansibalo. Huku kwetu sisi tunamuita Mwansibalo. Alitumbukia kwenye ya maji ya moto na kafa hapa hapa. Nadhani unaona hata huo mvuke ni maji ya moto ambayo yanaunguza. Najua unatamani kujua sana historia ya hii chemchemi ya maji ya moto. Ukiwauliza wewe, wanakuambia hii sehemu ilikuwa ni tambarare kabisa. Wala haikuwa na mawe, ilikuwa ni bonde ambalo lilikuwa linakwamisha maji mengi sana mvua zikinyesha nyingi. Lakini toka imetokea kukawa na chemchemi ya maji ya moto, haijawahi kabisa kutokea maji yakajaa hapa. Hata inyeshe mvua aina gani, maji hayawezi kujaa kabisa. Haya ndio maajabu ya Mungu na ndio maajabu ambayo yako hapa kwenye hii chemchemi ya maji ya moto. Ukisikiliza na kufuatilia zaidi unaambiwa hii chemchemi ya maji ya moto hapa chini pana volcano ambayo ni hai, ambayo inasababisha kuwepo kwa chemchemi ya maji ya moto. Kuna maji mengi chini, pia kuna volcano. Kwa hiyo maji yanapotoka yanapokuja kwenye surface yanakuwa ya moto kwa sababu tayari yamepata joto kutoka kwenye volcano. Kwa hapa kuna volcano hai. Sio kwamba ni chemchemi ya maji ya moto iko moja, hapana, zipo nyingi. Kuna moja iko pale, kisha kamera. Kuna moja iko pale, nyingine iko hapa tulipo, kuna zingine pia ziko pembezoni kuzipo kubwa zaidi. Angeweza kufikia, lakini mbona hoja hapa usijirai na kuchia. Kwa hiyo hapa unaweza kufanya chochote tu. Ukapika mayai, ukapika viazi, ukafanya nini na ukala vizuri tu. Haya ni maji ambayo yanakuwa na chumvi. Kama ushaisikia kitu kinaitwa magadi, basi hapa watu kwa magadi yale ambao wanawapa ng'ombe, wanakuwa na ng'ombe wananenepa sana, magadi yanatokana na sehemu hizi za chemchemi ya maji ya moto. Pia haya maji yanatumika kama tiba hii sehemu ya watu hapa, kwa sababu kama mtu anawashwa mwili, wanakuja wanaoga haya maji na wanaamini kabisa kwamba maji haya yanaenda kutoa kama ni mambo ya miwasho ni na mambo mengine yote ambayo hayafai kama malaana manini. Hii hapa ndio sehemu ambayo wanatumia sana kuogea, kwa sababu hawaruhusu mtu uogee pale. Maji yanatoka pale yanakuja hapa, na ndio maana unaona kuna mtu alikuwa anaoga, kuna nyavu hapa pamezuiwa, pamewekwa maji, pamewekwa mawe ambayo maji yakitoka kule yanakuja hapa, yanapungua speed ya kutoka. Kwa hiyo maji yakija hapa ndipo watu huoga sehemu hapa, uchota maji na kuogesha hapa. Hapa hii sehemu imewekwa kama geti ambapo ukizuia hapa maji hayapiti kupitia hapa, na wakiziba hapa wanafungua hapa ambapo maji ndio yanaenda yanajaa hapo sehemu ambapo ndo yakijaa ndio wanayachukua wanaanza kuoga.
wanachukua ndipo wanaanza kuoga. Maji mengine yanatoka kwenye chemchemi ya maji ya moto ya huku, kuna chemchemi nyingine hivyo kule hivyo. Unaona watu ambao wako busy, wanaonekana wana shughuli wanaifanya eneo hili. Wanachofanya, wanachukua magadi, wanakwangua ule udongo ambao tayari ulishapitiwa na maji, unakuwa na chumvi sana. Ndio wanaichukua, wakishachukua wanaenda kuyauza. Hiki ni chakula kizuri sana cha ng'ombe. Najua ng'ombe wanapenda sana kula chumvi. Kwa hiyo sisi huku hatuwapelekei chumvi, bali tunawapa magadi. Na haya magadi sasa ng'ombe wanapenda kulina, wakiala hakika wananenepa. Kuna manyasi unayoona sehemu hii. Haya manyasi ni ng'ombe wanakula sana haya manyasi. Wanayapenda sana kuyala haya manyasi kwa sababu yanakuwa yana chumvi. Kwa hiyo hii ndio historia ambayo ya eneo hili. Hii sehemu haikuwa kabisa na mawe. Ni sehemu ilikuwa bonde tu hivi ambapo maji yalikuwa yanajaa sana. Lakini toka itokee kukawa na chemchemi ya maji ya moto, hakujawahi kabisa kutokea. Hii milima unayoiona haikuwepo kabisa. Imetokea kuwepo hii milima ni kwa sababu volcano ilivyolipuka miaka hiyo ya nyuma, ndipo ikatokea milima hii hapa, ikatokea mawe makubwa unayoyaona. Yapo makubwa zaidi ya hayo unayoyaona upande mwingine. Kwa hiyo volcano ndio iliyosababisha mpaka kuwepo kwa hii chemchem. Lakini pia tuna historia nyingine ya msitu ambapo kuna mzungu alikuwa anakaaga huko juu. Walikuwa wakimuuliza kwa nini unakaa huko juu mlimani, anakuambia sisi kwetu ni sehemu ya baridi. Kwa hiyo nikikaa huko juu kuna kaupepo, kuna nini milima, na kutokana na sehemu alipokaa mlimani, anasema anaona kabisa hali ya hewa ya pale juu inalingana na nchi aliyotoka huko Ulaya. Lakini wengi wanasema kuna vitu alifuata, haikuwa rahisi mtu tu akaja kukaa polini huko. Kwa hiyo vivutio vya utalii Tanzania viko vingi sana. Hiki ni kivutio kimoja ambacho sijaiona kabisa kimezungumzwa, na ndio maana leo nikaona ngoja nitembelee, nifike na mimi niwaoneshe uzuri wa wilaya ya Kyela, uzuri wa vivutio vya Kyela. Vipo vingi, leo tumeanza nacho hichi. Kuna vivutio vingi sana. Mkoa wa Mbeya ni mkoa uliobarikiwa kwa vivutio vingi sana. Uoto wa asili, mambo mengi. Kwenye comment section andika kivutio cha utalii ambacho kiko kwenye mkoa wako, ambacho unajua kabisa hakijaizungumzwa kabisa kwenye vyombo vya habari, hakijaizungumzwa, hujaona kimezungumzwa sehemu yoyote ile, ili watu pia waweze kutembelea, wavutiwe na hicho kivutio cha utalii.